بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مجموعة إذاعة يا سلف دعوة East Afrika Mashariki ya kuletea tafsiri au tarjama kwa lugha ya Kiswahili ya kitabu Al-Qawaidul Arba', yani kanuni na misingi minne cha Sheikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ikiwa ni sharh na maelezo ya Sheikh Al-Allama bin Baz rahimahullahu ta'ala. مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز للقواعد الأربع. هو ni utangulizi wa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kwa kitabu hiki cha Al-Qawaid Al-Arba', yani kanuni na misingi minne. Anasema Sheikh bin Baz rahimahullah: Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kwa jina la Allah, na himidi zote njema ni za Allah, na sala za Allah na salamu ziwe juu ya mtume wa Allah na juu ya ali zake na masahaba zake. Amma baada ya hayo, fahadhihi alqawaidul arba' nabbaha alayha almuallifu rahmatullahi alayhi. Basi hizi qawaid nne au kanuni na misingi minne ametanabahisha juu yake, yani akazindua watu juu yake mwandishi na mtunzi wa hiki kitabu, rehma za Allah ziwe juu yake. Wahia qawaid muhimma, nazo ni qawaid, ni kanuni na misingi muhimu. Faman aqalaha wa fahimaha jayidan fahima din al-mushrikin wa fahima dina al-muslimin. Basi yule ambaye atazitia akilini na akazifahamu, yani kanuni hizi na misingi hii minne, kafahamu vizuri, atakuwa amefahamu dini ya washirikina na atakuwa amefahamu dini ya Waislamu. Wa aghlabu al-khalqi la yafhamu hadhihi al-qawa'ida, wa aghlabu al-khalqi la yafhamu hadhihi al-qawa'id, na wengi katika watu, katika viumbe, hawazijui au hawazifahamu hizi qawaid, yani hizi kanuni na hii misingi. Walihadha iltabasat alayhim al-umur, na kwa sababu hii basi yakachanganyika kwao mambo, yani wakawa wanachanganya katika mambo. Fa'abadu al-qubura wa ashab al-quburi, basi wakayaabudu makaburi na wakawaabudu waliozikwa katika hayo makaburi. Wal awliya, na wakawaabudu pia mawali. Wal ashjar wal ahjar min dunillah, na wakaabudu pia miti na mawe kinyume na Allah. Wahum yahsabuna annahum ala shay lijahlihim bihaqiqati at-tauhid, na wenyewe wanajihesabu na wanadhania kwamba wako juu ya kitu, yani wanahoja, wako juu ya jambo zuri kwa sababu ya ujinga wao juu ya uhakika wa tauhid, yani kumpwekesha Allah katika ibada. Wa haqiqati ash-shirk, na kwa sababu pia ya ujinga wao juu ya hakika ya shirki. Wa muallifu hadhihi al-qawaid huwa الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. Na mtunzi na mwandishi wa hizi qawaid, yani hizi kanuni na misingi hii, ni Sheikh Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab, rehma za Allah ziwe juu yake, al-Mujaddid liman darasa min maalim al-Islam
في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 600 وألف من الهجرة النبوية. ambaye huyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni mujaddid, yani ni mwenye kuyafanya upya na kuyarudisha upya yale ambayo yalifutika katika maalim za Uislamu, katika alama na nembo za Uislamu katika aliyokuwepo katika jazira, yani katika bara Arabu, katika nusu ya pili ya karne ya 12, ambaye alifariki mwaka 1206 baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, amesema mwandishi rahimahullah, yani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah, ninamuomba Allah aliyekuwa mkarimu, Mola mlezi wa arshi iliyokuwa tukufu na iliyokuwa kubwa adhimu, namuomba ya kwamba akutawalie na akuhifadhi katika dunia na akhera. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, na kuwa akujalie wewe uwe umebarikiwa popote utakapokuwa. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, na akujalie wewe uwe ni katika wale ambao anapopewa anashukuru. Wa idha btuliya sabar, na anapotahiniwa, yani akapewa mitihani mbalimbali husubiri. Wa idha athnaba astaghfar, na pindi anapofanya dhambi huleta istighfari, yani akafanya msamaha, akaomba msamaha. Fa inna haula'i thalath unwanu saada, kwa sababu hakika haya mambo matatu ndiyo alama na anwani za saada, yani furaha ya kweli ya mwanadamu. Asharh, sharh na maelezo ya Sheikh bin Baz juu ya maneno haya. Anasema Sheikh bin Baz, yaqulu al-muallif rahimahullah, anasema mwandishi Allah amrehemu, as'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim an yatawallaka fi ad-dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adhnaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanu as-sa'ada. Anasema mwandishi, namuomba Allah mkarimu, Mola mlezi wa arsh iliyokuwa adhimu na tukufu, ya kwamba akuhifadhi na akutawalie katika dunia na akhera, na akujalie wewe uwe ni mbarikiwa popote unapokuwa, na kuwa akujalie uwe yule ambaye anapopewa hushukuru, na anapotahiniwa kwa mitihani husubiri, na anapotenda dhambi huleta istighfari, kwa sababu hakika hayo matatu ni alama za furaha ya kweli. Falmuallifu rahimahullah, basi mtunzi Allah mrehemu, yajma'u fi muqaddimati hadhihi baina al-ifada wa baina ad-du'a lit-talib. Basi mtunzi, yani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anakusanya katika utangulizi wake huu baina ya kutoa faida na kumuombea dua mwanafunzi au yule ambaye anasoma kitabu chake. Wa hadha min an-nush, na hii ni miongoni mwa nasaha, hii ni katika nasaha. An yad'u lit-talib bit-tawfiq wa yufida, ya kwamba anamuombea yule mwanafunzi au yule anayesoma kitabu hiki, anamuombea tawfiq na pia anampa faida. Wala shakka anna at-taliba idha qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'id, na hapana shaka ya kwamba
mwanafunzi au yule msomi wa hiki kitabu atakapokubali Allah dua hii kwa haki yake, basi atapata saada. Yani pindi Allah akikubali hii dua, akikubali kwa ajili ya yule ambaye ni mwanafunzi au mwenye kusoma kitabu hiki, akikubali Allah dua hii juu yake, basi atapata saada na furaha ya kweli, yani duniani na akhera. Qawluhu wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adhnaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanu saada. Kauli yake, yani mtunzi anaposema na akujalie wewe katika wale ambao anapopewa hushukuru, na anapotahiniwa husubiri, na anapofanya dhambi huleta istighfari, basi hakika haya matatu ndiyo alama za saada, yani furaha ya kweli. Fa inna haula'i al-khisal الثلاث khisal unwan as-saada. Kwa hakika hizi sifa tatu ni sifa za alama ya saada, furaha ya kweli. Idha harisa al-mu'minu ala hadhihi al-khisal faqad tammat saadatuhu, basi pindi atakapopupia muumini juu ya hizi sifa, yani atakapopupia kuzipata na kuwa nazo sifa hizi na mambo haya matatu, basi hakika itakuwa imetimia saada yake na furaha yake, yani hapa duniani na akhera. Fahuwa yashkuru Allah ala ma a'tah, basi hakika yeye anamshukuru Allah juu ya yale ambayo aliyompa, bifi'li awamirihi, kwa kutekeleza amri zake, wa tarki nawahi, na kwa kuacha makatazo yake. Wa idha adhnaba istaghfar, na pindi anapofanya dhambi analeta istighfari. Wa taba ila Allah, na anatubia kwa Allah. Hadha huwa sha'n almu'min, hii ndiyo shani ya mu'min, hili ndilo jambo la mu'min, yani anavyokuwa. Idha u'tiya shakar, anapopewa hushukuru. Wa idha btuliya sabar, na anapotahiniwa akapewa mitihani husubiri. Wa idha adhnaba astaghfar, na anapofanya dhambi hufanya istighfari. Walihadha yaqul sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu hii anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ajaban li amri almu'min, ajabu iliyoje kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair, hakika jambo lake huyo mu'min lote yeye ni khairi kwake. Walaysa dhalika li ahadin illa limu'min, na hiyo haipo kwa yoyote isipokuwa ni kwa mu'min tu. In asabathu sarra shakar, ikimpata yeye shari mu'min huyo hushukuru. Fakana khairan lah, basi ikawa ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, na ikimpata yeye shari au madhara husubiri, basi ikawa ni khairi kwake. Wa hadha huwa alwajibu ala almu'min, na huu au na hili jambo ndilo lililokuwa wajibu kwa mu'min, ayashkura Allah inda raha, ya kwamba amshukuru Allah wakati wa raha na ukunjufu. Wa inda ni'ami, na wakati wa kuneemeshwa. Mina siha wal afia, yani miongoni mwa kuwa na siha njema na afya nzuri. Wa ni'matil islam, na juu ya neema ya Uislamu. Wa ni'matil aulad, na neema ya watoto. Wa ni'matil mal, na neema ya mali. Ila ghairi hadha, na neema nyinginezo. Fahuwa yashkuru Allah alaiha bita'ati amrihi wa tarki nahyihi,
basi yeye anamshukuru Allah juu yake hizo neema kwa kutii amri zake Allah na kwa kuacha makatazo yake. Hadha huwa shukr, huku ndiko kushukuru. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allahu Ta'ala aliyetukuka aliyekuwa juu, i'malu ala Dauda shukra, katika sura Sabai aya ya 13. Yani maana yake anasema Allah, basi tendeni, yani fanyeni matendo, fanyeni amal enyi watu wa Daud kwa kushukuru. Yani yuti' awamirahu, yani anazitii amri zake Allah, wayantahi an nawahi, na anakatazika na makatazo yake Allah. Wayasrifu an-ni'am fi ta'ati al-Maula subhanahu wa ta'ala, na anazipeleka neema, yani alizoneemeshwa anazitumia na kuzielekeza katika taa ya kumtii Mola subhanahu wa ta'ala. Wa inda al-balawi min al-marad au maut al-walad au al-qarib wa nahwi dhalik, na wakati wa mabalaa, wakati wa mitihani, miongoni mwayo maradhi au mauti ya mtoto, yani kufiwa na mtoto au kufiwa na ndugu na jamaa wa karibu na mfano wa hayo, yasbir wa yahtasib, anasubiri na anatarajia malipo kwa Allah. Wala yajzi, yatahammal, na wala hakosi subra akajiachia akavuka mipaka, bal anavumilia. Fala yadribu khaddan wala yashuqqu jayban, basi hakika yeye hajipigi mashavu, yani katika kuomboleza, wala hachani nguo. Wala yad'u bid'awa aljahiliya, na wala haiti kwa mwito wa kijahilia, yani katika kuomboleza na mfano wa hayo. Wala yatakallamu bifahshin, na wala hazungumzi kwa maneno machafu, bali yatahammal wa yasbir, bal anavumilia na anasubiri. Wa inda adh-dhunubi yubadir bitauba walistighfar, na wakati wa madhambi, yani akiingia au akiangukia katika dhambi, basi anafanya haraka kwa tauba na kuleta istighfar.